tunaendelea kujifunza misingi. Kwa nini kanisa linasimama hapo? Linaamini hivyo. Tunaamini kwamba kutakuwepo na hukumu ya mwisho. Hii watu wengi sana huwa hawaisemi, hata makanisani huwa hawaisemi. Wanajua utaenda tu mbinguni. Unaendaje mbinguni? Kuna hukumu. Kuna mahali tutasimama mbele za Mungu. Anasema kila mmoja atasimama, atatoa habari zake mwenyewe. Jamani, amina. Sasa kwenye ile hukumu ya mwisho kanisa litakuwa halina nafasi. Sawa? Yaani kama ulifanya vibaya utakuwa umeshughulikiwa kwenye ile miaka 7 hivi. Yaani wenzako watakuwa wanapokea taji, wewe hautapata taji. Na yenyewe ni hukumu. Kama wenzako wanazawadiwa alafu wewe uzawadiwi, unafunaona kama umebaguliwa. Ume haujabaguliwa. Ndio uamuzi mwenyewe kwamba ulichofanya ndivyo utakavyo lipwa. Na Biblia inasema kwenye kitabu cha Wakorinto, akasema angalia kazi yako unayoifanya. Je, kazi yako ikipita kwenye moto itastahimili? Kama umejenga kwa mapua, umejenga kwa miti, je, ikipita kwenye moto ile tanuru ile lenye sentigredi 1000, je, kama zinapita dhahabu, sawa, utatoka ukiwa dhahabu safi? Hukumu ya mwisho. Hilo ndio somo la leo. Hukumu ya nini? Ya mwisho. Kila mmoja atahukumiwa. Tusome kitabu hicho cha Ufunuo 20 na baadaye yasome tuyaseme maneno kidogo ya Mungu na nataka kusema. Leo umejifunza nini? Jamani, amina. Asubuhi tumejifunza habari ya kufadhili watu wengine. Tukaona kwamba kwa njia hiyo, sawa, watu wataenda kwa Yesu. Wanasema Bwana, tulitoa pepo kwa jina lako, tulihubiri, tulifanya nini? Yesu anasema siwajui, ondokeni kwangu, siwajui nini. Kwa hiyo hawataulizwa ulifanyaje? Anasema nilikuwa gerezani, hamkuja kunisalimia. Nilikuwa mgonjwa, hamkuja kuniona. Nilikuwa sina nguo, hamkunivika. Nilikuwa nina njaa, hamkunipa chakula. Watauliza, lini Bwana tulipokuja kwetu kukuja? Ulipowatendea wale waliokuja? Kale kabibi kalipokuja kamechafuka kale, unaona hata sio kukalia kochi. Kile kigona. Umekuja, umeona leo umepika vizuri, baada kutenga nyama. Unaona yani leo sisi chochote unaamua unatengenezea msogoro. Nyama zilikuwepo unaamua ukamsogoro. Wewe utahukumiwa kwa hiyo, maana haujafadhili vizuri. Jamani, amina. Asili tunasema wapendekezo jamani, hakuna ni afya. Sawa? Tunajifunza Ijumaa tukasema kula vizuri na kwenye nini? Ni afya, inakufanya uishi vizuri. Sasa nikijua ukanitendea vizuri kala. Tunaona jamaa alijisikia vizuri. Alipokula wale walipotendewa na Ibrahimu na Sara, yakajisikia vizuri, akasema tukufanyie nini? Hiyo ni Sara cheka. Na huyo hivyo alipomtendea yule jamaa, yani tukufanyie nini? Akaanza kupokea hapa. Tukaambiwa tunaanza kupokea hapa duniani. Mungu ni uzima milele. Amina. Bwana Yesu. Hukumu ya mwisho, hilo ndio somo la leo. Hukumu ya mwisho. Kila mmoja atatoa hesabu yake mwenyewe. Ulivyowahudumia watu, akagusa mhubiri akasema kuna watu wamerundika nguo, masanduku zingine wala hazibali zinaweza kunuka. Sio kwa sababu ya uchafu. Kwa sababu zimewekwa tu, hazivaliwagi, hazitolewi. Wagawie watu. Wape, kuna watu wanahitaji nguo. Jana nikatembelea familia moja, kijana mmoja nikamuuliza, "Vipi? Mbona hauji ibadani?" Akasema, nguo zangu zimepauka. Sasa nakuja na nguo zimepauka. Nasubiri baba aninunulie kwanza
nzuri nikitokelezea mimi ndio nataka nimetokelezea. Inawezekana wewe kumdai nguo unafikiri imepauka, kumbe haijapauka. Kwa sababu imepauka mpaka naona kuja kanisani unapata shida. Dawa. Na Bwana akupe macho ya kuona. Amina. Bwana akupe macho ya kuona kwamba hii sasa zingine zimebana. Unaangalia watu. Sawa? Na wengine mnaenda kwa fashion, unajua fashion imeshapita. Mpe wenzako, unajua sisi tunavaa kwa fashion, sisi tunavaa bora imekaa, imenitoa na kwenda zangu. Amina. Wengine kama waulizia, yale madera ya namna hii, hapo wajue dera inayotoka na hivi karibuni. Na wenyewe lazima wawe nalo. Wanaulizia, wanafuatilia. La kisasa, hilo kama mbashiri ile ilikuwa la zamani. Tunataka ni modern, tunataka yani muda mpya. Sasa wewe zamani sio wewe zako bae ambao hawaangalii fashion. Bado tunaambiwa hapa kile tunakamilishana, kuna mwingine ni wa fashion. Yaani akivaa siku moja kiatu kinatundikwa. Yaani wao wana viatu vingi tunafikiri duka. Ila yani vingine vya miaka mitatu hakijapata nilichwaga wakati ule. Sasa hivi akifai. Sio hapo wenzako basi ni watoe na wenzako. Amina. Na wana Mungu asifiwe. Amen. Hukumu ya milele, hukumu ya mwisho. Kisha nikaona viti vya enzi, wakaketi juu yake nao wakapewa hukumu, nami nikaona roho zao waliokatwa vichwa kwa ajili ya ushuhuda wa Yesu na kwa ajili ya neno la Mungu, na hao wasiomsujudia yule mnyama wala sanamu yake, wala hawakuipokea ile chapa katika vipaji vya nyuso zao wala katika mikono yao, nao wakawa hai wakatawala pamoja na Kristo miaka 1000. Hao wafu waliosalia hawakuwa hai hata itimie ile miaka 1000. Huo ndio ufufuo wa kwanza. Heri na mtakatifu ni yeye aliye na sehemu katika ufufuo wa kwanza. Juu ya hao mauti ya pili haina nguvu, bali watakuwa makuhani wa Mungu na wa Kristo, nao watatawala pamoja naye hiyo miaka 1000. Na hiyo miaka 1000 itakapokwisha, Shetani atafunguliwa atoke kifungoni mwake, naye atatoka kuwadanganya mataifa walio katika pembe 4 za nchi, Gogu na Magogu, kuwakusanya kwa vita, ambao hesabu yao ni kama mchanga wa bahari. Wakapanda juu ya upana wa nchi, wakaizingira kambi ya watakatifu na mji huo uliopendwa. Mto ukashuka kutoka mbinguni ukatawala. Ukawala. Naye yule ibilisi mwenye kuwadanganya akatupwa katika ziwa la moto na kiberiti. Alimo yule mnyama na yule nabii wa uongo, nao watateswa mchana na usiku hata milele na milele. Kisha nikaona kiti cha enzi. Hapa ndio penyewe sasa. Kisha nikaona kiti cha enzi kikubwa cheupe, na yeye aketie juu yake, ambaye nchi na mbingu zikakimbia uso wake, na mahali pao hapakuonekana. Nikawaona wafu wakubwa kwa wadogo wamesimama mbele ya hicho kiti cha enzi, na vitabu vikafunguliwa, na kitabu kingine kikafunguliwa ambacho ni cha uzima. Na hao wafu wakahukumiwa katika mambo hayo yaliyoandikwa katika vile vitabu, sawasawa na matendo yao. Bahari ikawatoa wafu waliokuwamo ndani yake, na mauti na kuzimu zikawatoa wafu waliokuwamo ndani yake. Wakahukumiwa kila mtu kwa kadri ya matendo yake. Mauti na kuzimu zikatupwa katika
lile ziwa la Mungu. Hii ndio mauti ya pili, yaani hilo ziwa la Mungu. Na iwapo mtu yeyote hakuonekana ameandikwa katika kitabu cha uzima, alitupwa katika lile ziwa la Mungu. Tunajifunza hukumu ya mwisho. Hii ndio hukumu ya mwisho. Jamani, Mungu wetu asifiwe. Hukumu ni nini? Mara nyingi sana hukumu watu wamepeleka tu kwenye hukumu ya adhabu. Ni kweli naambia wanataka kwenye hukumu. Limetumika hilo neno hilo mara nyingi sana na limeonekana hukumu ni adhabu. Sawa? Mara nyingi ukitamka tu hukumu watu wanajua ni adhabu. Lakini neno lenyewe hukumu linamaanisha uamuzi. Kila mtu atapewa uamuzi wake. Biblia anasema kwa kadiri ya matendo yake aliyoyaishi. Kila mtu atafufuliwa, atahukumiwa kulingana na matendo yake. Lakini bado Biblia kwa wale watakatifu, Biblia inatuambia heri wafu wafao katika Bwana tangu sasa, wapate kupumzika baada ya taabu zao, maana matendo yao yanafuatana nao. Kwa hiyo unaweza kaona hukumu ni uamuzi utakaotolewa, uamuzi wa kweli. Jamani, amina. Na mtu wa hukumu ni Mungu. Atasema wewe hukufanya vizuri, uliambiwa ukuwahi kwenye ibada, hukuwahi. Kwa hiyo zawadi hii ambayo tunawapa wenzako wewe hautapokea kwa sababu hukuwa mtii katika hili ambalo mimi nimelisema. Jamani, Mungu asifiwe sana. Kwa sababu tunaposema hukumu, hii ni hukumu ya mwisho kabisa. Na hukumu hii tunayoisoma ninasema haitawahusu watakatifu. Watakuwa wameshahukumiwa hawa, maana watakuwa wameshanyakuliwa, wameenda kule, wameshatawala na miaka 1000, watarudi sasa, watarudi hapa duniani. Unaona, baada ya hiyo miaka 1000. Baada ya miaka 1000 ile utaendelea kusoma vizuri pale, utagundua kuna watu ambao waliachwa kwenye unyakuo. Sawa, waliachwa. Kwa hiyo na wao watafufuliwa kwenye ile miaka 1000, watafufuliwa wakakae na Yesu. Yaani wanaenda kutawala na Yesu. Wale waliovumilia wakakatwa shingo, kwa kusema na mimi hamna, sikubali kuabudu sanamu hii. Wao nao watafufuliwa. Baada ya miaka 1000 sasa inakuja hukumu ya mwisho. Hukumu ya mwisho inasema inaitwa ufufuo wa mwisho. Jamani, Mungu atusaidie. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Hapo ndipo sasa watu wataelewa. Wale wanaosema hakuna Mungu hawezi kuhukumu watu wote namna hiyo. Wewe ishi maisha ya dhambi utafurahisha dhambi. Sisi tunakufundisha kuishi maisha matakatifu ili siku moja uje uishi na Yesu milele ukiwa una furaha. Lakini inawezekana usije ukaishi na Yesu milele, ukaishi na shetani milele kwenye mateso yale ya milele. Sasa hapo ndipo inapokuja kiini cha kuhubiri Injili. Niliongea na watu wanasema mara nyingine watu sasa hawana huruma ya kuhubiri Injili ya kweli kwa sababu kwanza hawahurumii. Yaani hawahurumii kwamba kuna siku watu watakwenda kuteseka milele. Wataenda wapi kuteseka milele? Sasa sio kama watu wanaelewa hilo. Na mara nyingi watu wanafanya tu mizaha, hawaelewi. Ndio maana tunahitaji kwenda kuambia, kuhubiri Injili kwa kuwahurumia. Anza kuwahurumia ndugu zako.